mkurugenzi alibariki kwamba wale watu wote waje kwenye soko la kata lililopo wapi? Kwenye mtaa wetu wa Namanyigu. Jamani, tutakwenda pamoja. Tulifanya hayo yote kiutaratibu. Mkurugenzi akaagiza tufanye mkutano, tuwashirikishe wafanyabiashara waliopo eneo, tuwape taarifa. Tuliitisha mkutano ule tarehe 13 alikuwa mkuja makamu wa rais siku hiyo kwa ajili ya kufutulisha. Kama mnakumbuka, ni siku tuliofanya mkutano wa hadhara kwenye maeneo ya zile biashara kwa ushirikiano wa viongozi wa kata wote wa DC yetu, tulikuwepo pale. Jamani, tulizungumza na wale watu wote, wengine ni wanufaikaji wa pale pale, bazuri viongozi pia mpo hapa mnaona. Wananchi ilikuwa tuwape siku 7 kutoka tarehe 13 mpaka 20, lakini watu waliomba mpaka iwe tarehe 1 sherehe zile zipite, ndivyo tulifanya hivyo. Na sisi ni binadamu, na sisi tunawatetea tukasema sawa. Tarehe 1 ilipofika, sisi hatukuwaita, hatukuwafukuza. Mwezi wa 4 tuliwaacha pale pale. Baada ya kuwaacha ile tarehe 1 mpaka leo tarehe ngapi jamani? Tarehe 2, hatukuwatoa. Si bado wanafanya kazi? Akifika tarehe 24 wa DC tuliazimia, kwa sababu muda ulishaisha, tutangaze hawa watu waanze kutoka yale maeneo. Na sisi tulikubali kuwaacha, tulikuwa tunaangalia mradi kule unaanza lini. Tulikuwa tunawapenda wananchi wetu wa kiwango hicho, na bado tunawapenda. Ule mradi sasa upo mbioni kuanza, washaandaa maeneo yao, na ninavyozungumza mpaka sasa tarehe 10 kama sio 12, itategemea na spidi yao wanavyokuja huku kuvunja na kuteza zile njia za kupita. Hatukupendezwa sisi kama serikali ya kata, baraza la maendeleo, wote kwa ushirikiano wetu, kwa wananchi wetu wafukuzwe au watolewe kwa kuvunjiwa au kuumizwa. Hapana. Ndio watu kawaomba, jamani, tuhamie soko la kata Namanyigu. Kwa kufanya hivyo, lakini wapo wanaokaidi, sio jamani, lakini wapo waungwana. Sisi tunapisha upanuzi au ujenzi wa nini jamani? Wa barabara. Tukiwa tunaamini soko, tukiwa wote tunauza sehemu moja pale, tukiwa tunauza sehemu moja, jamani, nani ambaye hatauza pale? Sote tutauza. Barabara ile ya huku, ile ya juu kwenye imefungwa, ile eneo la watu wapange biashara zao. Hii barabara ya kwa Malindisa hapa, hii hatutaifunga, kwa sababu watu waendelee kupita. Ni barabara fanya watu wauze sasa hata mpaka usiku, kuanzia asubuhi mpaka usiku. Hapata kuwa mjini pale jamani, hapata kuwa pazuri. Naombeni ushirikiano wenu, na namshukuru, tunashirikiana vizuri juu ya hilo, na hata zile mike amezitoa yeye. Lakini miongoni mwetu sisi wenyewe viongozi, tena viongozi wengine ni wa chama, tumekuwa tunakwamisha lile jambo. Inaonekana diwani hawapendi wananchi wake. Maneno yamekuwa mengi, kwa sababu wengine si wanufaikaji. Wengine si wamepangisha nyumba yangu hii hapa, napangisha kakibali, ndio anapata shilingi pa, atakunga mkono? Anaona kabisa huyu mtu huyu ananiharibia kula. Kumbe lengo tupate eneo la pamoja, tufanye nini? Biashara. Kwa naomba viongozi wangu, wazee mpo hapa, viongozi wakubwa kabisa, inasemekana ile soko linaweza likawa lina shida, tulipatie maombi, si ndio? Tunusuru jamani, sinawezekana wazee wangu, tufanye dua pale, si ndio jamani? Lakini mimi ninachoamini, moja ya soko kubwa manispaa ya Songea ni soko la wapi? La Namanyigu. Manzese alikuwa anachukua bidhaa pale, si ndio? Bomba mbili anachukua pale. Soko kubwa anachukua bidhaa wapi? Pale. Leo hii sisi tunatoka tena hapa tukachukue bomba mbili. Jamani, tumeenda mbele tumerudi nyuma. Lakini mtoto wenu mimi napigania tupate soko hapo. Wote tunaouza barabarani hamna anayelipa ushuru hata 100. Nani huwa analipa ushuru pale? Hakuna. Kwa tunavyoomba maendeleo ni fedha zinazotoka kwenye mitaa mingine huko. Wetu wana masoko huko wanachangia kodi ushuru zile. Sisi hatuchangi. Lakini kupitia kule tunafanya nini? Tunapata. Sisi tukilipa ushuru au tukilipa kidogo, si ndio jamani? Ile ushuru wa moja mdogo, 40% ya makusanyo inarudi kwenye kata husika kuleta maendeleo. 60% inapeleka maendeleo na sehemu nyingine.
Kama leo tunapopata maendeleo sehemu tumeambiwa karabatiwa shule, si ndivyo? Lakini pia kingine ni ambacho nimesahau kusema, ofisi ya mtaa ile pale imetengewa milioni ngapi mwalimu? 32. Milioni 32 itakatiwa pale bajeti ijayo.